mambo mawili makubwa ambayo ni hatari sana, na hayo ndio nataka niyazungumze leo. Jambo la kwanza ni kuchoka, lakini jambo la pili ni kukata tamaa. Na kuna watu wao wanafananisha haya mambo mawili. Kuchoka na kukata tamaa hakufanani. Mtu aliyechoka si kwamba hatamani kufika mwisho. Nguvu zimeisha. Ningepewa nguvu kidogo ningeendelea mbele. Nilimpata Yesu ule usiku pale Getsemani. Angalia maombi ya Yesu kwa Mungu. Anasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Pale mlimani siku ile Yesu hakuwa amekata tamaa, alikuwa amechoka. Na ndio maana hatuoni akitiwa moyo. Biblia inasema hivi, malaika walitumwa wakashuka kwenda kumtia nguvu. Kuna mtu alikata tamaa anatiwa nguvu? Hapana, mtu alikata tamaa anatiwa moyo. Na kwenye kuchoka ndiko adui huwa anatushawishi na kutudanganya. Mjaribu huwa haji ukiwa na nguvu, anakuja ukiwa umechoka. Na shetani huwa anafanya hivyo hivyo. Haanzi kukushambulia saa ukiwa na nguvu ya maombi. Saa ukianza kuchoka ndiko anaanza kukushambulia. Shaona mtu anayetembea alafu amechoka, wazo la kwanza linalokuja kwenye akili yako, njia ipi ni fupi ili nifike haraka maana nimechoka. Shortcut.